Kujipiga picha na ukaposti hapo hapo ni hatari kwa usalama wako na hata kwa usalama wa familia yako. Wengi wetu tunayo tabia fulani, tukiwa sehemu zetu za kighali au sehemu ambazo tunakwenda kutembea, tunapiga picha ili kushare na watu wajue tuko wapi, labda ni sehemu za kifahari, kushow off. Kupiga picha haina shida, lakini kupiga picha na ukaiposti hapo hapo, umepiga hapa na ukaposti hapo hapo, hii ni hatari kwa usalama wako. Picha ambazo tunapiga kwenye simu zetu za kisasa, hizi picha zinakuwa zina baadhi ya data ambazo zinaihusu ile picha. Hizi zinaitwa EXIF data. Ni kama zipi? Kwa mfano, ukipiga picha kwa simu, utaikuta pale imesema hii picha imepigwa kwa simu gani, saa ngapi, tarehe ngapi, juma ngapi, yani siku gani, na muda mwingine inaenda mbali zaidi, inakuwa mpaka na GPS, imepigwa sehemu gani. Kwa mfano, ulipiga picha Dar es Salaam, mfano Kariakoo, wapi, inakuwa inajiandika pale pale. Picha hii ukipiga, mimi niko zangu beach nikajipiga picha, au niko zangu nasafiri nikapiga picha, kisha na posti picha kwenye mtandao kuonesha watu niko zangu beach na maisha mazuri au kitu chengine, muhalifu akaona picha ile mimi niko beach au niko sehemu nimesafiri, atajua huyu mtu tayari kasafiri, anaweza kuidownload ile picha kwenye mtandao. Kwa sasa kwenye teknolojia kuna website ambazo zinasoma taarifa za picha. Hata kama ulipiga huko, ukiupload pale itakupa taarifa zake zote, ilipigwa saa ngapi, eneo gani, tarehe ngapi. Mhalifu anaweza kuishusha ile picha, ikisha akaenda kwenye hiyo mitandao na akaiweka huko. Akiupload huko atapata taarifa zote za picha yako, ulipiga wapi na sehemu gani. Sasa mhalifu ataangalia labda picha ile ulipiga saa 5 na ukaposti saa 5 dakika 5. Mhalifu akaipata picha ile saa 5 dakika 7, akaingiza kwenye mtandao na akasoma zile taarifa, akaambua kama picha hii imepigwa saa 5 kamili na imepigwa Nungwi hoteli, au imepigwa Paje hoteli, au imepigwa sehemu fulani. Sasa hapo mhalifu anaweza kufanya hesabu zake za kikawaida. Haiwezekani kwamba sasa hivi saa 5 dakika 7 kwamba dakika 7 hizi iwe tayari ameshatoka huko Nungwi au huko kijijini au wapi. Bila shaka kwa dakika hizo itakuwa kwa maeneo ya huko huko. Mhalifu anaweza kutumia muda huo kukufuata uliko moja kwa moja na akakufanyia uhalifu. Kitu gani? Ni kitendo cha kupiga picha na kuposti hapo hapo kwenye mtandao. Anaweza kutumia muda huo kwenda kwenye nyumba yako au sehemu yako unaoishi na kufanya uhalifu. Unapopiga picha na ukaposti hapo hapo, ni kujitia hatiani mwenyewe, ni kumwambia jambazi niko sehemu fulani, njoo nifanyie uhalifu, au niko sehemu fulani nyumbani hakuna mtu, nenda kafanye uhalifu. Sasa ngoja twende kwa vitendo, ni kuoneshe namna gani mtu anaweza kusoma picha au aweza kusoma taarifa za picha yako. Tahadhari, video hii haiko kwa lengo la kufundisha watu uhalifu. Lengo la video hii ni kufundisha watu jinsi gani ya kujikinga na wahalifu. Mitandao iko mengi ya kusoma hizo picha, lakini mimi nakwenda kwenye mtandao rahisi huu hapa, unaitwa xinform.org. Mimi nakwenda moja kwa moja kwenye sehemu ya kuweka picha na choose file, na bahati mzuri faili zote hapa zinakubali picha, video na kila kitu. Mimi nakwenda kwenye picha na ingia photo, naenda kutafuta picha ambayo nataka kuiangalia. Labda picha hii hapa nataka kuangalia. Picha inafanya uploading, inapelekwa kwenye mtandao, kisha inafanywa processing. Zimeshamaliza kwenye mtandao, huna picha hiyo hapa. Sehemu ya kwanza hapa inanambia file name, lakini size yake ina ngapi chini, mambo ni mengi. Ina frame ngapi unaikuta hapa 80. Halafu chini angalia hapa kwenye EXIF. Sasa hapa EXIF data kama nilizosema, hasa hapa inasema kwamba imepigwa kwa simu ya Apple iPhone X software. Wakati napiga hii picha, hiyo simu ilikuwa inatumia iOS 16.7.8. Tarehe ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 7 2024, na saa ilikuwa hii hapa. Mambo ni mengi, taarifa zote zimo zote. Unaona mpaka mambo ya brightness, mpaka mwangaza, ilikuwa na mwangaza gani. Hebu angalia mfano picha hii, siku hii niliyoipiga, tarehe hii, saa hii, nimeposti hapo na ikawa kuna mtu ana shida na mie kutaka kunifanyia uhalifu, ingekuwa rahisi kunikamata kwa sababu
Angepata picha yangu na akabrowse kila kitu, angenifuata hoteli. Hatari sana. Na sasa ngoja nikuongeze na mfano halisi wa tukio ambalo lilishawahi kutokea. Matukio yapo mingi sana, lakini nakupa hili la mwanamtindo na mjasiriamali kutoka Marekani, Kim Kardashian. Huyu ni mtu maarufu, bila shaka wengi wenu baadhi mnamjua. Huyu ni mwanamtindo, lakini lilimkuta tukio kama hili. Alikuwepo hoteli na akapiga picha kama hivyo, hapo akaposti. Baada muda fulani, genge la watu wasiojulikana likamvamia, likampora baadhi ya vitu vyake vya thamani. Baada ya ripoti za kipolisi zilivyokuja, zikasema kwamba issue ni ile kuposti picha yake kwenye mtandao hapo kwa hapo, na hawa watu wabaya wakachukua advantage ya kumvamia hapo muda huo. Huo ni mfano halisi wa hii story ambayo ninaizungumza. Kupiga picha na kuposti hapo ni hatari kwa usalama wako na hata kwa familia yako. Ushauri, ikiwa labda ni watu wa vibe, napenda location na nini, basi ukishapiga picha tulia kidogo, japo masaa mawili au mpaka uondoke ile sehemu ambayo ulipiga picha, kisha upload picha yako iende zake kwenye mtandao. Hii itakusaidia muhalifu akija ile sehemu, we tayari umeshaondoka, inawezekana umeshafika nyumbani. Lakini kupiga picha na kuposti hapo ni hatari sana. Hii ni Alzenjbary Technology. Kazi yangu ni kukuambia mambo ambayo huambiwi, na kama una swali lolote, karibu kwenye sehemu ya comment, uliza, tutakuja kulijibu.